ambapo hatutatengana. Hapo nyumbani kwetu hakuna makaburi, wala hakuna vyandarua, maana hakuna malaria. Kwetu ni pazuri na kuapia. Najua nawe ndugu yangu unayo hamu kufika huko. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Hii dunia imejaa shida, kama hujui nenda hospitali kaone. Lakini kwetu hakuna fani ya tabibu. Watakatifu watachuma majani ya mti wa uzima, wawe na afya, hawataugua. Magonjwa tabu tutaziacha zote hapa duniani. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Mpendwa, njoo turudi nyumbani. Asubuhi yaja tuyakimbie ya dunia. Atakayekosa hapo kweli ni hasara. Haya matatizo ni mitego ya shetani ili tushinde kufika nyumbani. Kwetu pazuri, lakini kwa jina la Yesu tumemshinda, tunaenda. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Milima inayonisimamia
kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watachofika kwetu mbinguni. Hii dunia imejaa shida, kama hujui nenda hospitali kaone. Lakini kwetu hakuna fani ya tabibu, watakatifu watachuma majani ya mti wa uzima, wawe na afya hawataugua. Magonjwa tabu tutaziacha zote hapa duniani. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watachofika kwetu mbinguni. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watachofika kwetu mbinguni. Mpendwa njoo, turudi nyumbani. Asubuhi yaja tuyakimbie ya dunia. Atakayekosa hapo kweli ni hasara. Haya matatizo ni mitego ya shetani ili tushinde kufika nyumbani kwetu pazuri. Lakini kwa jina la Yesu tumemshinda, tunaenda. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watachofika kwetu mbinguni. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watachofika kwetu mbinguni. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watachofika kwetu mbinguni. Ninayo hamu kurudi nyumbani, nyumbani kwetu ambapo hatutatengana. Hapo nyumbani kwetu hakuna makaburi, wala hakuna vyandarua, wala hakuna malaria. Kwetu ni pazuri, ni pazuri na kuapia. Najua nawe ndugu yangu unayo hamu kufika huko. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha
ajabu. Sipati picha kwa watacho fika kwetu mbinguni. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka. Ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu. Kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watacho fika kwetu mbinguni. Hii dunia imejaa shida, kama hujui nenda hospitali kaone. Lakini kwetu hakuna fani ya tabibu, watakatifu watachuma majani ya mti wa uzima. For me, I need to take a picture. There's a door. I need the 3 doors. I need this door and this door open, please. Yeah, and that one. Thank you.
Unaweza ukasema alivyowataka neno lako hakuna vya baadaye. Niambie kama hauna maneno We have someone who is we have a pastor. Let me have him come close to here so I can introduce him to everyone. Anaweza kusema majina yake. So he will introduce his name. Alafu ataendea na anachotaka kufanya sasa hivi. Therefore he will move forward to the next step. Welcome. Amen. Amen. My name is Bishop Lindsay. This is Pastor Richard. Majina yake ni Bishop Lindsay. Na huyu naye ni Pastor Richard. All right. Shall we please bow down our heads in prayer? Acha tuombe. Heavenly Father, we thank you for this day that you have called our mother Rosa unto yourself. We pray that your Holy Spirit will be here and you will make an impact on all of us as you receive her into your bosom. In Jesus' name. Amen. Amen. Well, we're Christian. Mama was a Christian. Even at 90, she was walking to church. Miaka ya 90 alikuwa anatembea kanisani. And affected many people's hearts. Na wakusa watu wengi mioyo yao. We want to read the scriptures. Tunataka tusome kwenye kitabu. 1 Corinthians 15, 51 to 58. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 51 hadi 58. Behold, I show you a mystery. We shall not all just sleep, but we will all be changed one day. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall all be changed. For this corruptible body must put on incorruption, and the mortal body must put on immortality. So when this corruptible body shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O grave, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore,
beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. For as much as we know that our labor is not in vain in the Lord, as Mama Rosa did. Amen. Amen. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia, na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao upae kuto kuharibika, nao huu wakufa upae kuto kufa. Basi huu uharibiko utakapovaa kuto kuharibika, na huu wakufa utakapovaa kuto kufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imezwa kwa kushinda. 55. Uwapi mauti kushinda kwako? Uwapi mauti uchungu wako? 56. Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. 57. Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. 58. Basi ndugu zangu wapendwa, mwimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Amen. Because we shouldn't cry. Kwa sababu hatutakiwi kulia. It's like, amen. Amen. Shall we sing? West like seas, below. You know that it's not a good place. Unajua kwamba hapo sio nation. We do it with hope. Tunafanya yale maua. So the resurrection and the last day. We are looking for Mama to rise up in the last day. Tunaangalia namna mama atakayefufuka kwa siku za mwisho. When the Lord appears. Wakati Mungu amekuja. And the second coming of Jesus Christ. Na namna ilivyosemwa kwa Yesu Kristo. When the earth and the sea will give up the dead. Wakati sasa dunia itakayo waachilia wafu. Then we who are alive, sisi ambao tuko hai and remain, ambao tukingali tuko, be caught up with them in the clouds. Na tutajumuika na wao milele. And we'll hear these words. Na tutasikia maneno haya. Death is swallowed in the victory. Na kifo ni ushindi. Death is swallowed in victory. Kifo ni ushindi. Oh death, where is your sting? Wafu wote wataonekana. Oh grave, where is your victory? Kaburi zote nao ni ushindi. For as much as the spirit of our mother Rosa, kama tulivyosema kwa Mama Rosa, has returned to God who gave it, amerudi kwa Mungu aliyemleta. We therefore commit Mama Rosa's body to the ground. Na kwa sasa na hapa kwamba Mama Rosa kwenda kuwekwa chini. Not with the dust but with the flower. Put the flower on top. Weka hiyo ua juu. Amen. Amen. We use a flower and not the soil. Tunatumia maua sio vumbi. Because the soil means it is hopeless. Maana yake vumbi ni kama kitu cha kawaida. But the flower means it's a beautiful thing. Lakini ua ni kitu kizuri sana. Mama is going in a beautiful way. Mama ameenda sehemu nzuri. Not in a hopeless way. Sio sehemu mbaya. We should be rejoicing with Mama. Na tutakutana naye na Mama. 90 years. Miaka 90 of a blessed life. Ya baraka. So from earth to earth. Kuanzia duniani hadi kaburini. From dust to dust. Kuanzia vumbini hadi vumbini pia. Ashes to ashes.
Ashes. majivu. But now, from flower to flower, say amen. Kwa sasa hivi maua kwa maua. I said from flower to flower. Nimesema maua kwa maua. From beauty to beauty. Sehemu nzuri kwa sehemu nzuri. He may look old at 90. Anaweza kuonekana mtu zaidi ya miaka 90. But he's a beautiful new flower in heaven. Lakini ni ua nzuri mbinguni. Say amen. Amen. Say amen. Say amen. Amen. Now, shall we bow down our heads in prayer? Acha tuweke mikono tuombe. Heavenly Father, we thank you. Baba wa mbinguni, tunasema asante for this beautiful family. Kwa familia nzuri hii. For the life you gave up in Mama Rosa. Kwa uhai uliyempatia Mama Rosa. We thank you. Tunasema asante. That you've taken her. Umemchukua. You like her better than we do. Umempenda zaidi ya sisi. And we say thank you. Tunasema asante. Thank you again. Asante tena. For the life you gave us. Kwa uhai uliyotupatia. In Jesus' name. Ndani ya jina la Yesu. Amen. Amen. Put your hands together for Jesus. Now, this time, if there are people who want to put some flowers on the family, we would like you to take some flowers, some dust to put on. Do you have flowers to put them? Yeah, they go. It happens at the crib. Yes. So that will be work. Here today. Oh, okay, good. So at this time we'll do that. Mwingine watatu kule. Uje pole pole. Non, regarde, tu zoomer. Mwingine yanywe kule nyuma. Tusimame. Hosanna yera yera wani wakanana. 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 Hosanna watu la mwela wenda. Hosanna watu la mwela wenda wafuaku wenda. Hosanna watu la mwela wenda wafuaku wenda. Hosanna watu la mwela wenda wafuaku wenda. Kembo na kembo kuna nalola. Kembo na kembo kuna nalola. Banshelu akoyembela kolo. Kembo na kembo hallelujah. Kembo na kembo kuna nalola. Kembo na kembo kuna nalola. Banshelu bakoyembela kolo. Kembo na kembo hallelujah. Toyembi kembo
Okay, shall we? Like I said, this is not a hopeless situation. Kama nilivyosema, hii sio sehemu ya mwisho. The crying is because we will miss her. Ni machozi ni kwa sababu tutammiss. But the joy is that he's going to a better place. Lakini yeye anaenda sehemu nzuri. This is the end of all men. Na hii ndio mwisho hapa ya watu wote. She gave her life to Jesus Christ. Alitoa maisha yake yote kwa Yesu Kristo. And I spoke personally with Mama. Na niliongea na mama mimi peke yangu. She would not like anybody to go to hell. Alikuwa hapendi mtu kwenda motoni. So let's honor her last wish. Acha sasa tuheshimu mwisho wake. So that we can go with him. Ili tuende na sisi na yeye. It's a simple process. Na ni process ya kawaida. For God so loved the world. Kwamba Mungu alipenda dunia. That he gave his only begotten son. Alitoa mtoto wake wa pekee. That whoever believes in him. Na anayemwamini should not perish. Na hawezi kupani. Should not go to hell. Hawezi kwenda motoni. But should have everlasting life. Lakini utakuwa na maisha ya milele. And be with Jesus. Na utakuwa na Yesu. Where Mama is going. Na wakati sehemu mama anaenda. So at this time, muda huu, I want us to do what Mama did. Nataka tufanye kitu mama alichokifanya. To get the visa to heaven. Ili tuweze na sisi kwenda mbinguni. By giving a life to Christ. Na tutoe maisha yetu kwa Kristo. Shall we bow down our heads? Na iname kidogo. And say this after me. Na tuseme haya fuatayo baada ya mimi. Lord Jesus. Mungu Jesus. Mungu Yesu. Say it. Sema. I know I'm a sinner. Najua mimi ni mwenye dhambi. I give my life to Jesus Christ. Nimetoa maisha yangu kwa Yesu Kristo. Because he died for me. Kwa sababu alikufa kwa ajili yangu. And shed his blood for my sins. Na akatoa damu zake kwa ajili ya dhambi zangu. Because of this faith. Kwa sababu ya imani hii. I am born again. Nimezaliwa tena. Please write my name. Tafadhali andika jina langu. In the book of life. Ndani ya kitabu cha uhai. And fill me with your Holy Spirit. Na unijaze nguvu Roho Mtakatifu. So that I can be in heaven too. Ili niweze kuwa mbinguni na wewe. In Jesus' name. Ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Well, at this time, we say dust to dust, ashes to ashes, earth to earth. And we will say flower to flower as well. Kwa sasa hivi tumeshasema mengi, vumbi kwa vumbi na mambo mengine, lakini kwa sasa hivi tunasema ua kwa ua. I want the family to be the first to put the flower. Nahitaji familia ndio iwe kwanza kuweka maua. Then everybody else who would like to put a flower, please do the same. Na wengine wote ambao watapenda kuweka maua wanaweza kuweka. Well, at this time we want to call on a family member to give us the fruit of thanks. Na humu tunahitaji
ambao nawakilisha familia aweze kuja na ashukuru watu. And any announcements, Kama kuna tangazo lolote, and we'll give also an opportunity for the funeral home. na tutampa muda mtu wa funeral home wa mortuary aweze kuongea. So family Anayewakilisha familia. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Washukuru kwa siku ya leo. We thank, we give a thank for this day. Kwanza kwetu asinge ilikuwa kilio. For us, we should not cry. Tungishukuru Mungu. We should thank God. Tate anafariki na miaka 90. Our grandma passed with 90 years old. Siwe kama shi tutapata ile neema. We don't know if we will get the opportunity. Kwa jambo la kushukuru Mungu kwa ajili yake. It was a great thing to thank God for this. Lakini Biblia inasema kama mtu analia muache alie. But the Bible said if somebody cry, please let them cry. Maana kuachana na mtu ulikuwa karibu naye ni shida ndani ya moyo. To get separated by someone who was close to you is so hard to take. Sisi familia tunasema tunashukuru sana kwa yote mnafanya kwa ajili yetu. As a family, we say we thank you for everything you do for us. Tunashukuru kwa majirani. We thank for the neighbors. Tunashukuru kwa wadogo wetu wa Bembe. We thank for the brothers of Babembes. Tunashukuru kanisa. We thank the church. Na tunashukuru kila yeyote ambaye alipata moja kuja kutumilisha. We thank each one of you who have came grieve with us. Hatuna kitu ya kuwalipa. We have nothing to pay. Tunaomba Mungu awarudishie mema ambayo mnafanya kwa ajili yetu. We praying God to pay you back. Kwa hiyo tunamaliza hapa. We finish here. Mama anabakia nafasi yake ya mwisho. Grandma this is the last place for her. Hakuna kazi mama atafanya tena kusudi tumuone. There is no other work Grandma will do for us to see her again. Lakini sisi ndio tufanye kazi ya nguvu tumkute. But it's for us to do more work so we can meet her again. Mama anamaliza. Grandma finished. Kazi inabakia yetu. So the work it left on us. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. God bless you all, bless all of you. Maliza hapa tunarudia pale kusali tulikuwa. After here we go back where we were this morning. Tunapata maji ya kunywa. We will get some water to drink. Na tuna sambarana. Therefore we'll go back home. Mungu awabariki. Amen. God bless you. Amen. And Yes, Lord. So you are in this time. Kwa sisi hatuna mengi ya kusema, ni kushukuru sana jamii yote kwa service ambayo tunazitoa, na ni matumaini yetu ya kwamba nyote mnafurahia service zetu. Kwa hiyo muda huu tunaomba watakayoweka hii ya juu waje waweke. So at this time we want to say let us love one another and love God. Muda huu tunaweza tukasema kwamba tupendane, mpende mwenzako and do good works, na ufanye kazi nzuri, so that we will come to God in peace. Na ili tuweze kufika kwa Mungu kiwa salama. God bless you and see you in church tomorrow. Mungu awabariki na tutaonana kesho kanisani. So let's go and have something to drink and eat the other side. Acha sasa twende kupata cha kunywa na kula. God bless you all. Mungu awabariki. Amen. Yeah.
Mimi alikuwa anamlelea watoto. Nafanya gombana kwanza. Ikaanza kuomba kwenda kazi na kosa kuendelea. Salama kana Mama kana anatumika. Hata wale watoto wakamkumbuka tatu. Go as far as they want to with it, we can move track kwani familia itupi mchanga. Ndio hapo. Amerika. Afrika wanaonekana. Kwa hiyo sasa baada ya hapo ni wachache tu No, iko kisha kama sometimes na watu wanazalia hapa wanataka kufanya nao. Lakini wakwetu hapana ile yao wanaona damu yao haikufika. Huyu mtu alienda wapi na hii telefoni? Wetu wakwetu wanaelewa na mfuko. Angalia Nigeria. Nigeria kwa nini kama miaka 20 30 na kaka mmoja. Hapana, Mwafrika na Mwafrika tunapata tofauti. Dada kakako kwa wapi? Alikuwa kazi yake cha mama continue wakati wamaliza. Amaliza sasa mkono shadi. Unakata vichwa sasa. Sasa niko nataka basi na jangu kama tena. Ndio ataenda kuweza kuita. Yesu, huyu mgrevi kidogo. Yesu Mungu wangu. Yesu wangu. Yesu. Basi niko kujali. Si ndugu yake. Hapana. Ndugu yake wa wapi? Mkenge ni wako kina Chance. No? Yes. That's your boyfriend, my girl. Let me tell you, they have two no, nasema mwenye anashika shika. Mwenye anamshika, yes. Ni kaka yake. Oh. Mbona alishakomana? Namflasha Florina sana. Watoto wa Mkenge ni wale wasichana walikuwa pale wale wao. Bibi yake Ona kisi wanafanana mabone. Wanafanana mabone. Yo, nauni ni mtoto wao. Mtoto wake ule mama. Mtoto ya Chance. Wale tuombe. Ni wajiko. Rudi kwenye magari yetu. Bawili. Na mwenzake na kazana bawili. Chance mama yake ni mfuko. Mama yake Chance ule. Mama yake ule mrefu. Na mama bonene iko na bawili. Anaenda kwenda ile tractor ya alikuwa na aliapo. Ida tusogee huku au dada huka kako maranda mchamba ni wake ya Mungu. Mimi kubiku baada ya meza ya familia itapakwa wageni kutoka nje ya states na nje ya Memphis. Basi tunaalika watu wa familia peleka kazini. Kama ninayodhiki yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka
Hosana yanirudisha, nikirukaruka nikiimba Hosana Trust
Wesi Mwawendwa, unasema nini kuhusu kifo cha tate mwenzako? Tata Manana bwana. Neno ambayo unaweza kuambia na kufa sherehe leo. Neno ambayo unaweza kuambia sisi vijana, unaweza kutuambia nini? Leo ilikuwa ni sherehe, kucheza, watoto kwenda kushamba, kulima majembe. Leo ni kitu kwa mkizungu. Basi haiko tena kilio, inakuwa sherehe. Mungu hapa hiyo kila mtu anafikiri ile miaka, haiko ya kila mtu. Asante. Tuambie. Niko na wewe. Tuambie mimi kama watoto wadogo ambao bado mnakomana. Nitakwambia. Yes, like I'm saying, asante kwa kuja. Utatuambia kulingana na kifo cha tate ambaye amefuata, kwa kuwa na wewe miaka yako imeenda, labda wewe unaweza kuzika kesho, unaweza kusema ni tate ambaye amefuata, unaweza kutuambia ni kuhusu kilio ya tate ambaye amefuata. Lazima sisi wote tuwe na maumivu sana, wakati kwa mtu mchangamuzi anaongea na watu akuna kisirani, lazima tusomie. Wewe kama mzee una familia na unajua na wewe siku zako zinaenda, watoto na waandaa na mnaga kwa ajili ya kesho yao. Watoto kujiandaa kama walishakuwa, lazima watajua maisha yao, watamaki na penyewe wanakutafuta maisha. Nyinyi kama wazee mshafikia umri
Lazima mkwenda upendo. Upendo kidogo ya kwanza. Wakati unapatikana msiba sawa namna huu, naomba sasa watu washirikiane pamoja, wasaidiane pamoja. Ile ndio tawili tunaweza kupata vijana wengine wanaanza dogo, tunapata ile vijana. Niko na swali kwenu. Ninyi vijana niko na swali kwenu. Swali langu ni moja. Bila ni mwenye atajibu. Kama wazee wakituacha, mnakuwa mnashikilia yale ambayo wazee walikuwa wanawaambia, wala mnakuwa mnatembelea mawazee kwa kujilia jibu? Ndio tunashikilia yale mema ambayo wazee wanatuachia, tunayashikilia na tunafuatilia na kuyatembelea yale mazuri. Mara nyingi kwenye media tunajua kwamba vijana wengi wako hivi, yaani hata mwambie yanasema nimeshakuwa Marekani, nafanya Marekani, nafati mila na desturi. Wanasema Faransa kila mtu yuko agent wa education yake. Ninaweza kuambia na kushauria ni wewe kwenda kuchambua ile mazuri yanamfaa, tembea nayo. Kama